Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu zangu wapendwa wafuatiliaji wa chaneli yetu hii Nuru ya Shifaa Online. Leo nataka niwaelezee siri ya kitunguu swaumu. Kitunguu swaumu ni mmea ambao wenye siri nyingi sana, ama kitaalamu wanauita Allium sativum. Huu mmea una faida nyingi sana. Miongoni mwa faida, una uwezo wa kutibu nguvu za kiume. Sasa basi, kabla hatujaangalia namna gani unaweza kutibu tatizo la nguvu za kiume, basi nilitamani kwanza tutambue visababishi vya kupelekea kupoteza uwezo na nguvu za kiume. Ama kwa uasilia, kuna visababishi vingi sana, lakini nakuchukulia tu kadhaa miongoni mwa visababishi hapa leo. Sasa basi, tukiangalia katika kifungu hiki tunakuta kwamba kuna vifungu vitano vinavyoashiria kuleta sababu za kupoteza mwelekeo na nguvu za kiume, ikiwemo ni sababu za kimwili, lakini kadhalika sababu za kisaikolojia. Unakuja kukuta kwamba kuna mitindo ya maisha, dawa, pamoja na sababu za kiroho. Tukiangalia sababu za kimwili, tunakuta kwamba kuna tatizo la kisukari, pressure, pamoja na magonjwa ya moyo, pamoja na unene kupita kiasi, tatizo la homoni ambalo kitaalamu wanaita testosterone. Lakini pia unakuta kwamba kuna magonjwa ya mishipa ya damu, pamoja na matatizo ya figo au ini. Ama kifungu cha pili, tunakuta sababu za kisaikolojia ambayo wazungu wanaita psychological factors. Unakuta ndani yake kuna msongo wa mawazo, wasiwasi, hofu, pamoja na sonona, huzuni na magonjwa ya akili. Kifungu cha tatu, lifestyle, mitindo ya maisha, uvutaji wa sigara, pombe kupita kiasi, kutofanya mazoezi, lakini kadhalika usingizi hafifu na lishe duni vinasababisha kuingia tatizo hilo. Kifungu cha nne, dawa. Baadhi ya dawa za presha, sonona na magonjwa ya akili. Na kifungu cha mwisho ambacho ni sababu za kiroho. Unakuta ndani yake ima mtu anakuwa na tatizo hilo, sababu za kupatwa na husda, pamoja na nini, pamoja na maradhi ya kijini, lakini na mwisho sihiru ambao ni mchawi. Inawezekana ukapatwa na moja ya mambo matatu haya yanapelekea kuweza kupatwa na tatizo hilo. Tunaingia kipengele muhimu, namna ya kuweza kujitibu maradhi haya ya nguvu za kiume kupitia kitunguu swaumu. Hapa sasa ndio inatakiwa tuwe makini sana kuweza kupata faida ya kutosha katika hali ya namna kama hii. Kwanza kabisa utahitajika uchukua kitunguu swaumu. Sasa hapa kuna namna mbili za kuweza kupata dawa. Kuna namna ya kuchukua siki ya kitunguu swaumu. Unatengeneza mfano wa siki ambayo yenye ujazo wa lita 1.5. Baada ya kuiandaa siki yako, utachukua unga wa mdokteri, kadhalika utachukua unga wa kitunguu swaumu, kadhalika utachukua unga wa habat sauda, lakini vile vile utachukua unga wa mkuyati. Chukua na unga wa mbegu za maboga pamoja na matikiti. Changanya mchanganyo huu, kila dawa vijiko viwili au vijiko 1.5. Baada ya kuchanganya vizuri, utatia katika isiki na badala yake utaiacha kidogo na utaifanyia dua unayoweza. Kisha utatumia ujazo wa kikombe cha kahawa. Utakunywa asubuhi, kadhalika utakunywa mchana na utakunywa usiku, ima ndani ya siku 7 au siku 14 au 21 kutokana na ukubwa wa maradhi yako. Ama kwa namna nyingine, kuna utaratibu wa kutumia kwa mfumo wa dawa za kuchanganya kwa unga.
lakini naona leo tutosheke na dawa hii inshallah. Je, ningependa kujua umejifunza nini kupitia darasa hili? Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata video zetu.